Hello guys, hii hasa kwa vijana. Na washauri vijana wenzangu ambao wana umri kama wa mimi. Lengo ni kwamba nataka mpaka mwaka unapoisha, mwaka huu 2026 uje na ushuhuda. Bwana Simba, kitu ambacho ulisema tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 nimekifanya kazi na nimeona matunda yake. Guys, nakwambia hii siri kwa sababu no one else atakupa siri ya mafanikio, siri ya process ambayo unaweza kuifanya na ukafanikiwa ukawa na matunda. Hahitaji uwe na mtaji mkubwa. Mimi nimeanza na mtaji wa shilingi ngapi? Nilianza na mtaji wa 90,000. 90,000 tu. Nimeanza mtaji wa 90,000 na leo hii nikikwambia what I have in my account utashangaa. Sasa ipo hivi. Tafuta access na chumba hiki kimoja tu. So vitatu vinne. Chumba kimoja tu. Sio lazima umejenga. Iwe inaweza kaa chumba cha ndugu, inaweza kaa cha nani, lakini iwe chumba ambacho ni kizuri, ambacho mwisho siku unaweza kulaza mgeni au mtu yote akaja akafikia, ambako huyo mtu akifika akilala kwa siku anakuwa anakulipa. So lazima kwamba iwe nyumba yako. Unaweza kama umepanga, unaweza kama umekodisha tu eneo, vitu kama hivyo. Sawa. Lakini upate tu access na chumba hiki kimoja, jaribu. Utanikumbuka. Sasa ambacho utafanya ukishapata access na iko chumba, utachofanya utakilist iko chumba kwenye mtandao wa kijamii ambao ni booking.com, Airbnb, TripAdvisor, utafungua Instagram account, utafungua Twitter account. Unaelewa? Alafu utaipa jina hiyo sehemu, utaipa jina hiyo biashara ambayo unaifanya. Sio lazima kwamba si nini uko mji wa utalii, hapana. Popote pale upo. Sababu kuna wageni wanakuja wanataka kufikia Dar es Salaam, wanataka kufikia Arusha, wanataka kufikia wapi? Anataka tu chumba fulani cha angalau tu hivi. Lakini kitu kingine uwe mkweli kwamba iko chumba ambacho unakitoa kipo katika mazingira gani? Maeneo ambayo unaishi, je, kuna watu wengi wanakaa hapo hiyo nyumba moja? Je, kuna watu wengine atakuta nao? Je, mazingira ya nje yapoje? Machafu, masafi? Ni mjini, ni Uswahilini? Vyote mwambie. Airport umbali gani? Si vyote ndiko uwe mkweli useme. Kitu kingine, tamaa. Tuepuke tamaa. Unapo list bei ya hiyo chumba chako ambacho utakiweka, usiwe na tamaa. Anzia small. Anzia hata chumba, weka hata chumba hata $10 ambacho labda hauweki breakfast. Lakini mtu anaweza kalala tu asubuhi akaondoka. Per night ukila $10, $20, $30 is enough kwa kuanza. Sawa. Fanya hivyo, alafu fanya hivyo at least hata miezi 3. Wageni ambao wanakuwa wana interact na unapata uzoefu kwamba okay, nafanya hivi, okay, nakosea wapi, vitu kama hivyo. Kidogo as kama chumba chako baadaye. Sasa ukiona biashara ile inachanganya sana, utaona hapa sasa niongeze hiki, nipunguze hiki, vitu kama hivyo. Naelewa. Kwa hiyo una rate ile value pia inaongezeka, rate pia utaiongeza kidogo. Utashangaa iko chumba baadaye unakiuza hata $100, $200. Unaona? Ndio iko kitu. Hiyo ni siri pekee ambayo ninakwambia leo tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Inapofika mwakani tarehe 1 mwezi wa kwanza 2027, namba watu mje na ushuhuda. Everyone show me progress ambayo umeifanya na mafanikio ambayo umeyapata. Guys, inawezekana. Kitu kingine cha mwisho kabisa, tusisahau kurudisha fadhila. Kwa wale watu ambao wametusaidia kutuingizia wageni, tuwalipe. Watu wengi hawalipi booking.com, hawalipi Airbnb. Wanapokea tu wageni, ukishapokea wageni, wanafunga ile account, wanafungua account nyingine. Guys, hautafanikiwa. Mafanikio hautayaona. Sababu ile pesa itakuwa inaingia, usawa tu inaingia. Hauna weki akiba kwamba yani uzungushi mtaji. Yani kazi yako tu itakuwa tu ni kula tu hela za watu. Lakini kumbuka wale watu pia wana familia, wanahitaji kusogea. Wanamuomba Mungu kama unavyoomba wewe. Ndio kazi yao ambayo inaweka mjini. Wewe unapowaibia unategemea mafanikio, hauwezi kufanikiwa. Utabakia hivyo. Kazi yako tu wewe ni kutumia tu hela za watu hivyo. Yani huoni mafanikio. Ila ukitaka kuona mafanikio, kumbuka watu wengine. Kumbuka na wenyewe na familia, inabidi walipe.
kila Booking.com unapoingizia mteja, hakikisha kwamba hela yake umeitenga pembeni, usile itenge pembeni, ili pale anapokutumia invoice kwamba ulipe, basi ulipe hela kwa wakati na wao wataenda kukupa wageni. Guys, mwaka unapoisha 2026 guys, mtakuja na ushuhuda. Mimi nakwambia ni blueprint ambayo nakupa leo, ni siri pekee ambayo guys usipuuzie, ifanyie kazi na vinawezekana. Mimi nafanya, nafanya na mimi nashukuru Mungu sina one room, lakini mpaka hapa nimefikia leo nina access na 5 rooms. Na access na 5 rooms na all the rooms naika rate ambayo reasonable, na napata wageni wanaingia na wanafurahia. Na yote hayo sababu determination. Niliamua na nikaona kwamba I am possible, unaweza kufanya kitu, na nikafanya, na nikamtanguliza Mungu. Mungu akaniwezesha na akanipa nguvu na akaniongoza. Kila ninachofanya mpaka leo nipo hapa, mpaka leo naongea na nyinyi, ni Mungu ananiongoza. And I believe it's possible, na wewe unaweza. 2027 tutakutana na mtaniambia nimefikia wapi. Asante.